Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Sababu tumekubaliana namna sawa. Okay, viongozi leo viongozi mkae standby, mkurugenzi atakuja. Akija hivi tunaweza kupata na kuona. Amina watumishi wa Mungu. Haya, inabidi kuwa na watu wa hapa. Sababu yake ni watu wa hapa, watu wanakuja hapa. Leo tutafanya kitu nani? Jamani, mchungaji tulikuwa Amina watumishi hapa. Badili na kamera mtanisaidia. Jambo lingine, Amina watumishi wa Mungu. Maelezo kwa Samueli. Samueli anakuwa anakaa pale juu, anaanza Florian, yani praise. Florian. Wanakusumbua pale. Wewe hamna tatizo. Lakini ukifika muda wa Samueli, kila mtu ana maelekezo yake. Mimi ni pange wa mwisho, mimi ni pange wa kwanza, mara sijui nini. Naye ni Mungu. Neno ndiyo nguvu yangu. Ndiyo afya yangu. Neno ni uzima wangu. Bwana ahadi zako thabiti, na tena niamini na kweli, wala si mwanadamu useme uongo. Ninakuamini neno, moyo wangu hatakaswa sana, kila siku ninafanywa upya, nina amani na furaha uko ndani yangu. Neno ni uzima wangu, neno ni wokovu wangu, neno ni salama yangu. Naimba huyu neno ni Yesu. Nina nguvu, neno lako Yesu. Niko hai, neno lako. Nasamehe vilio kwa watu wote, ni msaada wakati
mmoja, huyu anaruka nungo, huyu anakaa kwenye kilinge, wote ni the same, lakini yuko mwanaume mmoja. Haitoe Kristo, yeye akae kwenye kamba, yeye akae kwenye vyupa, yeye anakaa moyoni. Na nakuhubiria ya kwamba usikie neno la Bwana, umruhusu leo Yesu atoka uliko, aingia moyoni mwako, akiingia kwako hata kubadilisha, unapata ondoleo. Haleluya, haleluya. Akijitahidi kujizuia, akisikia sehemu fulani tutaenda kunywa, tutaenda kumwagilia moyo, anasema ngoja niende. Ndio maana mpaka leo hujajenga, mpaka leo unateseka. Mwingine anasema mke wangu nampenda, mwingine anasema mume wangu nampenda, lakini mume wangu amekamata na nyumba ndogo. Nataka nikwambie leo, kulishika mwigizo wako, hakuna cha nyumba ndogo. Tunapoenda hapa leo, watu ndoa zitakuwa salama. Hautaibiwa tena, hautaibiwa tena. Mme atarudi kulea watoto. Haleluya. Kwa mwingine analia, mama analia, anasema mme kanitelekeza, kaniachia familia, kaniachia watoto, umehangaika. Nataka nikwambie leo, kimbilia kwa Yesu. Mme wako atarudi, atarudi, atarudi. Hata ilizi ni mzigo, katoto kadogo, hata ni chochote wamekafisha bonge la mzigo kiunoni. Unakapema, unasema mbona katoto kasitwa kama mafani, kumbe kana pa benki hapa. Nataka nikwambie sisi tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Ukimwamini Yesu unapata ulinzi, hautahangaika, hautateseka. Hey, haleluya. Wengine wanateseka, anasema ngoja mganga kanichanje. Nataka nikwambie, unaelewa maana kuchanjwa wewe? Unaelewa maana kupigwa chale? Kupigwa chale na maana kwamba tunakuelekea alama wewe ni mtu wetu. Kama mganga yule kule kilinge amechanja watu 11, anasema na wewe unamchanja, nampa namba 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana usiku ukikaa unaota mandoto ya ajabu. Ndio maana usiku ukilala unaota mandoto, wanasema hey, wananikimbiza. Wanamka asubuhi uko chini ya uvungu, wanamka mara unamkia nje. Nataka nikwambie hayo mateso leo Yesu amekuja kukukomboa. Hayo mateso Yesu anasema sasa basi, naenda kutangazia, acha kuteseka, acha kuhangaika. Yesu yuko hapa, haina haja ya kukimbilia kwingine. Tunakimbilia kwa Yesu. Tunaona anatenda kazi pale yeye jitie. Tunaona anatenda kazi, tunaona anaponya, tunaona akitembea, tunaona akifungua. Acha kuteseka wewe. Haleluya, haleluya. Leo Tanzania dhambi ni mbaya, dhambi inatesa. Kuna wengine wako hapa ni vijana wazuri, vijana wenye nguvu, shetani kafunga kwenye ulevi. Ukitaka kujua ulevi ni mzigo, mwangalia mlevi akishalewa anakuwa anatembea, manake kuna mzigo amebebeshwa katika ulimwengu wa roho. Hilo ni mzigo linaitwa roho ya ulevi. Lakini nataka nikwambie Yesu amekuja akutoe huo mzigo wa ulevi, akutoe huo mzigo wa uchawi, akutoe huo mzigo wa kahaba, akutoe huo mzigo wa dhambi. Haleluya. Yesu anakutaka kijana. Kwa mwingine anasema mimi kijana siwezi kuokoka, lakini usiku anajijua. Wacha wakitaka kufanya vikao wanamkalia, wakishamkalia wanasema ajenda namba 1, katoto kama afali kamesoma shule, tabiri kaishia form 2, kapewa mimba. Nataka nikwambie ukiokoka wachawi hawatakufanya kigoda cha mtaa. Unaamka mara kichwa kinauma, mara singo. Nataka nikwambie hautakaliwa na wachawi, hautakaliwa na mapepo, hautakaliwa na majini ndani yako. Hata kama mwanaume mmoja haitoe Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie ujanja ni kukimbia kwa Yesu. Kuna mtu mmoja nasikitika kukwambia pale, akasema mimi siwezi nikaokoka kwa sababu nina muda. Akaweka mipango, alipovuka mwaka akasema kwanza bado sijajenga,
lazima mwaka huu nijenge. Yes, ni wazo zuri. Akasema mwaka huu nataka nipande biashara. Akasema yes, ni wazo zuri, lakini nataka nikwambie mipango yako bila Yesu ni zero, sufuri. Haleluya. Akapanga, kumbe shetani uko kwenye viringe, amekaa anapanga, anasema kaka kijana kafe na ukimwi. Ndio maana mpaka leo macho yako hayaokoka. Unatazama mtoto mafani, unasema uzinzi na jitahidi na kuwa naacha. Nataka nikwambie wewe uzinzi ni mzigo. Ndio maana umebebeshwa kina Amina, umebebeshwa kina Shura kichwani. Unasema fanya maendeleo, unakaa unawaza, unasema sijui ni wewe upi. Hilo ni pepo kijana. Toka kwa Yesu, kimbia kwa Yesu. Akutoe mizigo pale kichwa chako. Utapata Yesu, anakupa direction ya maisha. Ukimpata Yesu, anakupa direction ya maisha. Haleluya. Alipanga mipango. Cha ajabu, yule mtu, unajua mipango yako bila Yesu ni sifuri mama. Mipango yako bila Yesu ni sifuri baba. Una mipango mingi imemkosa Yesu. Haleluya. Haleluya. Ukimpata Yesu, atakusaidia kushinda dhambi. Unapata ondoleo la dhambi. Wajanja wote tumekimbilia kwa Yesu. Tukasema wewe duniani ache Bwana. Nimeamua kumtaka Bwana. Wewe duniani ache Bwana. Nataka nikwambie, na muujiza wa kwanza ni kuokoka. Ukiokoka unashinda dhambi. Ukiokoka unamshinda shetani. Hautaonewa tena, hautanyanyasika tena. Tanzania. Haleluya. Ukiokoka tena nakupa faida kubwa na ya mwisho. Haleluya. Ukiokoka unapata bonus, sema bonus ya uzima wa milele. Haleluya. Ukimkubali Yesu leo unapata wokovu. Anakutoa katika dhambi. Akishakutoa katika dhambi, anakutoa mizigo yote. Akisonda mizigo, anakuambia mwanangu, wewe sio ukoo tena. Wewe utaonewa tena. Wewe nyumba ukifa unaiacha. Gari ukifa unaiacha. Mke mzuri wewe ukifa unamwacha. Na mzuri ukifa unamwacha. Lakini ukipata Yesu, unawakita naye katika safari ya milele. Toka duniani Mtanzania. Haleluya. Tunaenda maisha ya milele. Umejipangaje kijana? Yesu ukimpata, ukimkimbilia Yesu, anakupa uhakika wa kuishi maisha ya milele. Lakini ya kwamba tena dhambi, hiyo dhambi itakupeleka motoni, na uko motoni maisha ya milele. Haleluya. Maana milele Mtanzania ni miaka isiyokuwa na mwisho. Na dhambi ya kwanza ya mwanadamu ni kutokuokoka. Ukimkataa Yesu ni motoni. No question, no discussion. Haleluya. Uone ukweli. Ni pendo, hapenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, Mungu ni pendo, hapenda watu. Praise him. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo, Mungu ni pendo, hapenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, hapenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, hapenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, anipenda. Haleluya. Simama hapo ulipo, mshike mkono jirani yako, ndipo ujue rafiki yako kama anakupenda au la. Hapo wote amshike mkono jirani yake, alafu nikupe maelekezo haya. Najua wakazi wa Tanga wanampenda Mungu, hata walioko mbali. Kama una jirani yako, njoo mahali hapa, nataka tutimishe nikuombee. Asante kwa mnasogea. Wewe na rafiki yako mshike. Mungu ni pendo, anakupenda. Anataka rafiki yako aende naye mbinguni. Ukiona rafiki yako anakwambia habari za Simba na Yanga, huyo hakupendi. Nataka nikwambie hizi habari ni habari za mbinguni.
mkono jirani yako. Akati neema Mungu ni pendo. Watu wanaokusogeza mahali hapa na kupenda. Tunahitimisha. Ulioko nyumbani, sogea sasa na huyo mgonjwa wako. Uende ulikuwa uamini. Sogea sasa. Yuko Yesu hapa leo. Yuko Yesu anafungua. Yuko Yesu anaponya. Walioko mbali huko, sogeni sasa. Mshike jirani yako hata kama na ndugu yako. Tutoke tuwafuate ndugu zetu, tueleze upendo wa Yesu Kristo, kwamba Yesu anawapenda. Hatuna lugha nzuri ya kuambia zaidi ya Yesu anawapenda. Ukimkubali Yesu leo, ukimwamini leo, anaenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Haijalishi kuna jambo lilikuumiza, kuna jambo lilikutesa, leo ni mwisho. Yesu anakupenda. Fumba macho yako, inamisha kichwa chini. Tafakari. Ulimwengu tulio nao, hatuna wokovu kwa wengine, hakuna wokovu kwa mtu yeyote. Fumba macho yako, tafakari ya kwamba kuna watu waliotumainia, wengine wakakuumiza moyo, wengine wakakujeruhi moyo, wengine wakasema ufai. Lakini nataka nikwambie, Yesu anakufaa, Yesu anakupenda na anakutaka. Anatamani leo mtu mmoja haamua kwa moyo wake kusema mimi namtaka Yesu. Hapo ulipo, hakuna anayekutazama. Wote wameinamisha kichwa chini, inamisha kichwa chako chini. Fumba macho yako. Nataka niombe na watu hao. Kamili. Injili ambayo haina kuchakachuliwa. Amina. Injili ambayo imenyooka. Yenyewe inaenda moja kwa moja kwenye mlengo halisi wa Mungu. Tunamtangaza Yesu. Haleluya. Amen. Hatukusema ya kwamba labda ukitaka kiwa na tatizo, nataka kumwona mchungaji, ulete 2,500, siji ulete shilingi 20,000. Neno la Mungu linasema mlipokea bure, na sisi tunataka kutoa bure. Amen. Ni wewe tu kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo wakati huu tutaenda kuomba sasa. Tutaenda kuomba na tamka neno la baraka kwa ajili yako. Ili unapoondoka mahali hapa, unaondoka na baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuko pale Transformer, pale kanisani. Ukiwa na shida inayohitaji mchungaji peke yake na wewe, ili ueleze tatizo lako kwa undani, njoo mahali pale wakati wote. Wewe sema tu, mimi nina shida, nimekuja kumwona mchungaji. Utaambiwa mchungaji yuko wapi, na mchungaji atakuona. Huyu hapa anayeongea na wewe. Hebu fumba macho yako sasa, niweze kuomba baraka kwa ajili yako. Baba mwaminifu, Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ni jioni njema, jioni ya baraka, jioni ambayo umenena nasi neno lililo kuu, ya kwamba hakuna jina liwapasalo wanadamu kuokolewa kwalo, bali ni jina pekee la mwana wa Mungu, jina la Yesu Kristo. Na ni kweli hakuna wokovu mahali pengine, hakuna uzima mahali pengine, hakuna tumaini mahali pengine.
pengine, kwa sababu matumaini ya mambo mengine yanafikia mahali yanafikia na goma kwa sababu ya mazingira, lakini tumaini litokalo kwako lenyewe ni la milele, linadumu na lina nguvu ya kuweza kutuhamisha kwenye viwango hivi na kutupeleka viwango vingine. Mwaminifu, katika jina la Yesu ninatamka sasa baraka na uzima kwa ajili ya watu wako na matawa waliokupokea wewe Yesu Kristo. Jioni ya leo kwamba uwe Bwana na Mwokozi wao. Nauliza nguvu yako ya kipekee, uweza wako wa kipekee, wenye kubadilisha, wenye kuumba, wenye kutengeneza, wenye kuondoa uharibifu wa kila namna, kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho inayowatesa, ambaye iliwatesa huko nyuma, isirudie tena. Mungu, baraka zako na neema yako na uzima wako na nguvu yako izidi kuzalishwa ndani yao, katika jina la Yesu Kristo. Naondoa laana zote na mizimu na baraa na mikosi na namna zote za utendaji wa shetani. Family spirit, kwa jina la Yesu Kristo, hazina nafasi kumfuatilia huyu, bali Bwana mkomboe kweli kweli, naone upya wa maisha katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, yale mabaya aliyokuwa anayaona, aliyokuwa naota, soma kwa mchungaji Josephine. Tunalo jambo zuri kwa ajili yako, lakini pia tutakuombea tena. Kwa hiyo wewe uliokoka kuanzia Jumatatu, Jumanne na leo Jumatano, kesho tutakuwa hapo kwa ajili yako. Basi ngoja niombe baraka kwa ajili yako. Baba Mungu, tunakushukuru kwa neema yako nzuri uliyoiachilia jioni ya leo. Asante kwa watu wako ambao wamekuwa watiifu kuanzia mwanzo wa mkutano wa leo hata mwisho. Na sasa Bwana, tunarudi majumbani kwetu. Neema yako Bwana itutangulie. Ndiwe uwezaye kubariki, ukawabariki wanao sasa, mfalme wa amani. Naenda kinyume na kila kazi mbaya za yule adui shetani, roho za visasi na nguvu zote za giza, nikizitiisha na kuziamuru zing'oke kwa jina la Yesu aliye hai. Utembee pamoja na wanao, na kesho kawafanikisha kufika mahali hapa kwa utukufu na uwezo wa jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen. Twende kwa amani ya Bwana.